include only 52 institutions in 2013, today Kenya is home of 238 institutes, representing a 435% growth. With this transformation, every Kenyan child has a chance to make it. So fellow Kenyans, in our effort to foster inclusivity as well as gender parity, the one thing that I am truly proud of is how we have built women leadership and expanded their fields of participation in governance. For a long time, women affairs were relegated to the Department of Social Services, where they were grouped with children. In fact, the first woman to be appointed as a permanent secretary happened 24 years after independence. Margaret Githinji was appointed the permanent secretary for Commerce and Industry on Madaraka Day of 1987. And thereafter, the first woman to become a cabinet minister, the Honorable Nyiva Mwendwa, occurred 32 years after independence in 1995. Today, and thanks to the 2010 Constitution and my commitment to equality and inclusivity, I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet at different times and in different capacities. All of them have occupied high-profile portfolios, and in fact, all the cabinet secretaries for foreign affairs for the last 9 years of my term have been women, and we have seen how they have placed our country globally. Of equal note is that my administration has also fast-tracked the promotion of women in leadership in our security sector. I appointed Fatuma Ahmed as the first woman Major General of our Defense Forces in 2018. Similarly, the first holder of the Constitutional Office of Auditor General of our Republic was appointed under my administration, Mrs. Nancy Gadongo, and she was appointed in 2021 and continues to serve the Republic in that capacity. And of course, we have our three arms of government, one of which is now headed by a woman. After 58 years of our independence, in May of 2021, I had the profound honor of being the first president of the Republic to commence an address with a salutation, Madam Chief Justice, when the Honorable Lady Justice Martha Koome assumed office as the first woman Chief Justice. We are also proud of the fact that Kenya's judiciary boasts a female Deputy Chief Justice, a female Chief Registrar, and many female principal judges and presiding judges across our superior courts. Going further, in August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman and shattering the glass ceiling by assuming the second highest office in the Republic of Kenya. So, ladies and gentlemen, if our women were part of the liberation struggle, advancing their cause intentionally is a duty that belongs to all of us. We owe it to them, we owe it to ourselves, and we owe it to our country. And I am indeed proud to have been part of this push for women leadership in our republic. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen,
Now I will give a further account of how my administration has multiplied the fruits of our liberation. And I will give this account using 4 legacy frames that have guided our execution of the mandate bestowed on us over the last 9 years. These are what I have been calling the big push investments, economic acceleration, restoration of dignity, as well as political stabilization. I begin with the first legacy frame of the big push investments, and I want to start this frame because the question many have begged is why the heavy investments in infrastructure? I have been asked severally why we have built the dams, expanded ports, built new ones, increased our road network, revived dead railways as we have built new ones. And our logic here has been very simple. It has nothing to do with what we have built, but everything to do with why. For a long time, women affairs were relegated to the Department of Social Services, where they were grouped with children. In fact, the first woman to be appointed as a permanent secretary happened 24 years after independence. Margaret Githinji was appointed the permanent secretary for Commerce and Industry on Madaraka Day of 1987. And thereafter, the first woman to become a cabinet minister, the Honorable Nyiva Mwendwa, occurred 32 years after independence in 1995. Today, and thanks to the 2010 Constitution and my commitment to equality and inclusivity, I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet at different times and in different capacities. All of them have occupied high-profile portfolios, and in fact, all the cabinet secretaries for foreign affairs for the last 9 years of my term have been women, and we have seen how they have placed our country globally. Of equal note is that my administration has also fast-tracked the promotion of women in leadership in our security sector. I appointed Fatuma Ahmed as the first woman Major General of our Defense Forces in 2018. Similarly, the first holder of the constitutional office of Auditor General of our Republic was appointed under my administration, Mrs. Nancy Gadongo, and she was appointed in 2021 and continues to serve the Republic in that capacity. And of course, we have our 3 arms of government, one of which is now headed by a woman. After 58 years of our independence, in May of 2021, I had the profound honor of being the first President of the Republic to commence an address with a salutation, Madam Chief Justice, when the Honorable Lady Justice Martha Koome assumed office as the first woman Chief Justice. We are also proud of the fact that Kenya's judiciary boasts a female Deputy Chief Justice, a female Chief Registrar, and many female principal judges and presiding judges across our superior courts. Going further, in August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman and shattering the glass ceiling by assuming the second highest office in the Republic of Kenya.
So, ladies and gentlemen, if our women were part of the liberation struggle, advancing their cause intentionally is a duty that belongs to all of us. We owe it to them, we owe it to ourselves, and we owe it to our country. And I am indeed proud to have been part of this push for women leadership in our republic. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I will give a further account of how my administration has multiplied the fruits of our liberation. And I will give this account using 4 legacy frames that have guided our execution of the mandate bestowed on us over the last 9 years. These are what I have been calling the big push investments, economic acceleration, restoration of dignity, as well as political stabilization. I begin with the first legacy frame of the big push investments, and I want to start this frame because the question many have begged is why the heavy investments in infrastructure? I have been asked severally why we have built the dams, expanded ports, built new ones, increased our road network, revived dead railways as we have built new ones. And our logic here has been very simple. It has nothing to do with what we have built, but everything to do with why we did it. The naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. I refuse to delay the dream of world-class ports and fishing support infrastructure because we wanted our fishermen in our oceans and lakes to be able to gain more from their sweat of their brow. I looked at a nation whose potential was being limited by road connectivity and vowed to open up Kenya to ourselves and also to the world. The result has been that once sleepy villages and towns across our country have roared to life and become vibrant centers for economic and social activity. The result was the appreciation in the value and utility of land in many rural and peri-urban areas, instantly elevating many thousands of homes out of poverty. Similarly, fellow Kenyans, we have learned, and that is why we say we must learn from our history, is that when the British built the Kenya-Uganda Railway, some people called it the railway to nowhere, passing through a swamp called Nairobi. Right. Karibu sana mpenzi mtazamaji popote ulipo na kukaribisha moja kwa moja katika show yetu ya siku hii. Anajua kwamba siku yako imekuwa shwari kabisa. Nataka kukaribisha moja kwa moja tu kwamba sauti yangu ipo shwari kabisa, iko rada kabisa. So karibu sana katika show yetu ya siku hii. Leo kama kawaida ni hot seat. Leo kumewaka kumenuka, tuko tunasherehekea Mashujaa Day. By the way, so Madaraka Day, samahani. Sijui Mashujaa Day imetoka wapi. Leo imekuwa ni Madaraka Day, samahani kwa hiyo. Na kukaribisha sana moja kwa moja. Najua kwamba siku yako imeisha tu vizuri, tangu tukupatana hapa ndani. So karibu sana, leo tunaenda kuangazia masuala mawili matatu kuhusiana na hii Madaraka Day ya siku hii ya leo. Ikiwa ni Madaraka Day ya mwisho yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amehudhuria kama rais wa 4 wa nchi hii ya Kenya. Unaona? Akiwa pale na naibu wake, kuna baadhi ya viongozi ambao waliweza kuungana katika siku hii ya leo Madaraka Day pale katika uwanja wa wapi, Uhuru Gardens. So mengi yamefanyika tangia siku ya jana, preparations tunaona pale Uhuru Kenyatta akiwa kwa preparations hivi leo, na kisha baadaye the most ile kitu ambacho kimeguza wa Kenya ambao wa Kenya wanajiuliza maswali. Sijui kama unajiuliza swali.
Uhuru breaks the protocol, break the protocol. Anafaa kupatia naibu wa rais awazungumze na Wakenya, kwa maana ni kiongozi alichaguliwa pamoja na yeye akiwa ni mdosi wake anafaa kufanya nini? Kupatia naibu wake, kwa maana kama Uhuru awa ako nje, mwana anakuwa anasimamia hapa ama atakuwa kwa niaba yake ni naibu wa rais. Lakini kwa sababu ya hiyo, I don't know what happened, break the protocol. Umeona pale wali snap, unaona pipi ya Uhuru Kenyatta alipita tu Manchester, anatembea tu haste na akapita naibu wa rais na pipi yake pale, akawapita akaenda mbele. Uliona bibi yake William Samoei Ruto anasalimia Uhuru Kenyatta na mikono miwili. I don't know, that's kind of hiyo kama kuonea picha ndani yako. I don't know, ni mengi yamefanyika hivi leo. So I don't know, Wakenya wanazungumza mengi. Na wewe kama Mkenya sijui kama unazungumza nini. Nishakupatia linki pale kwenye comment section. I want to hear from you. Wewe kama Mkenya hili jambo unalichukulia vipi? Uhuru breaks the protocol as Ruto did a chance to speak as the Deputy President of the Republic of Kenya. Watu wengi wamezungumzia hilo swala, wamesema kwamba naibu wa rais amekuwa akiataki sana Uhuru Kenyatta, na hii ilikuwa ni zamu yake Uhuru Kenyatta kuweza kupatina revenge to William Samoei Ruto. Na wakati wengine wamesema kwamba no, ingekuwa wazi kutuonyesha their differences, kutoelewana kwao, hawangeleta katika ile siku ambayo ni ya Madaraka. Hasa siku, unajua Madaraka siku ambayo watu wanasherehekea Madaraka. I don't know, wewe kama Mkenya, how do you take that image that the Deputy President of the Republic of Kenya breaks the protocol and denies Ruto a chance to speak to Kenyans because he is a duly elected leader, somebody whom they struggled together, wakapigana kwa pamoja until they came to a president and the deputy president. And now, imefikia sasa, there is a barrier. I don't know, you know, Wakenya wamezungumza mengi. Wameketi kikao na kuweza kuzungumzia hapa. Na sasa baada nataka kupatia the great opportunity hapo kwenye comment section. Hii link nimekupatia hapa, tafadhali unatumia hii link ukuje kwenye show tuweze kuambiana ukweli. Uniambie kama wewe Mkenya. Hii inaonyesha nini? Inaashiria nini? The same time Uhuru Kenyatta akizungumza katika ile hotuba yake, samahani, ile hotuba yake Uhuru Kenyatta, kuna vile ilikuwa inazungumzia, kuna nitakuchezea hiyo sehemu. Kuna mahali kwa anazungumzia kwamba kuna baadhi ya kuna kiongozi katika uwanja wa Wilson Airport alienda akatoa kasehemu upande wa kushoto, akachukua title deed within 6 months, akaeleza, I don't know whom he was referring to, sijajua. Another thing, Uhuru Kenyatta in his statement hotuba yake ya leo ameguzia wamama pale, kisha baadaye akaguzia you know, Azimio la Umoja ni kuna mama ambaye ni deputy president. So there's a way aliguza kule. I don't know kama wewe kitu unaionea vipi? Yes, umekupatia fursa na nafasi ya kuweza kuzungumza na Wakenya, waambie ukweli. How do you feel this? How do you take this information? Je, wewe kama Mkenya, huu ujumbe wa leo unaopeleka vipi? Asisema hii ni siku ya Madaraka Day. Uhuru's speech iliataki sana William Samoei Ruto. Speech yake sana ilikuwa inamlenga William Samoei Ruto. I don't know why. Because he was a friend. Walikuwa wanavaa the same code, wanatembea the same, wanavaa kama ni shati ya white, it is white, kama ni tie ya red, ni red. So imefikia wapi? What happened? Handshake ilifanya nini? Okay. Pia unaweza zungumza pamoja na sisi kupitia kwa comment section, utuambie kwamba je, kwenye comment hapo tueleze maoni yako ni yapi. Na ukitaka kuzungumza na sisi hapa live, unazungumza na Wakenya waweze kuambia kwamba kuhusiana na wewe, ile kitu ambacho unafikiria kama Mkenya, Uhuru Kenyatta ambaye ni president na yule ambaye anamfuata anapenda kumuita number 2, yule number 2 William Samoei Ruto.
ananyimwa nafasi ya kuweza kuzungumza na Wakenya, ana break the protocol because mwenye anafaa kuzungumza ndio rais azungumze ni deputy president. Hiyo ni protocol. That's a protocol. Hakuna kwingine, hatuende mahali popote pale. Hapa chini, hata iko hapa chini, hapa pale mbinguni, heaven and on earth, ni lazima protocol inafuatwa. Pale nyumbani, father, mother, children, first and up to the last one. Protocol inafuatwa kila mahali. But Uhuru Kenyatta, why do you decide to break the protocol? Unasahau kijana, umepigana pamoja. Tukiwa tunaashiria katika nafasi hiyo. We have seen so many watu wa kutoka sehemu ile ya Kenya Kwanza wanasema kwamba Uhuru is campaigning for William Samoei Ruto na hajui kama anamkampenia, because na vile anamfanyia anapata sympathy votes. Ereje Kimato anasema kwamba toa hasira yako hapo. Ipo siku rao tosha, asante sana. Relax anasema kwamba Dothe high five. Arsi Nyabate anasema kwamba watching, asante sana. Aris Chris Isa anasema kwamba Ruto tosha. Margaret Wanjiku si vizuri. Hammerson Daddy Papa tosha. Gerald Amon anasema kwamba political immaturity shown by him. Dennis Williams, Uhuru ni mfake. Statesmanship. I don't know. Sijui kama ni statesmanship vile unasema. But kama wewe Mkenya, Uhuru, if you look at his statement, specifically ime attack William Samoei Ruto. Wakati tunasherehekea Madaraka Day, holiday, watu wameacha kwenda kazi, wametulia, wamekaa chini, wanakumbuka, wanasherehekea nyimbo pale, kuna tenzi, kuna nyimbo pale, watu wanacheza, watu na dance. Na wewe statement, speech yako ikiwa ni speech ya mwisho, inakuwa ni speech ambayo iko somehow inataki mtu fulani. So what is the importance of which Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akisema kwamba ati kuna uwanja kisehemu, wacha kupatia hiyo, it is here nitaicheza. Ati kuna sehemu fulani kuna ya uwanja wa Wilson Airport to the left, ilienda ikachukuliwa ikanyakuliwa na mtu ambaye ni kutoka imechukua na private person, na mtu ametengeneza title deeds ambazo za ukweli within 6 months. I don't know, you as the government, kama serikali, so what have you done? Yes, of course, serikali umetuambia kwamba kuna mtu amechukua sehemu fulani na kipanda fulani cha shamba ya uwanja wa Wilson Airport, and now the big question is this: you as the government, what have you done? And today we are celebrating the Madaraka Day. So what is the importance of you kuleta ile statement ya kashamba na kutuwekea in the speech? So you people, I don't know, sijajua, lakini mimi nataka tu tuangazie hii. And at the same time, I don't know, today William Samoei Ruto, you just accompanied your post to the Madaraka Day, but most of the time William Samoei Ruto he attacks his post, anaataki post wake. Recently we saw him attacking his post ati wale jamaa walitoa walitoa port pale Mombasa wakapeleka Naivasha. So if you see the statement na Zaki William Samoei, sometimes they attack his post. Maybe the moment hata kama unafanya kazi mahali, bosi wako amekuachia kazi, amekupatia kazi ya kufanya, in a moment, in a shortest of time, mkifanya kazi vizuri, nafika mahali unamdharau, unamwonyesha madharau, unamtusi, hata itafika mahali hawezi kurecognize, hata kufukuza kutoka kwa ofisi yake. So
Sometimes William Samoei Ruto pia yeye akiwa kwenye kampeni zake amekuwa pia anaattack boss wake. How? The latest statement eti walitoa port pale Mombasa wakapeleka wapi? You know, sitaki kuelezea sana. So it has been like that, the statement of William Samoei Ruto and his colleagues and his troops wamekuwa tu wakiattack Uhuru Kenyatta. Maybe posta anaweza kasika sema na umekuwa ukiniattack na I have to revenge it here. You must, lazima ujue kwamba mimi ndio boss, mimi ndio mkuu. I don't know. So mimi my statements zile ambazo nasema hapa. But mimi wewe kama Mkenya ambaye unaona kwamba unataka kupiga kura kwenye uchaguzi huu wa 9 mwezi wa 8 2022. Hii yake mheshimiwa Uhuru Kenyatta kulenga mdogo wake ambaye anamfuata. Yaani Kenya yote Uhuru yeye ndiye mkubwa, anayemfuata ni William Samoei Ruto, lakini anaruka William Samoei Ruto anayemfuata anaita I don't know. Hey. Kuna mtu anaitwa hapa Bashir Ruto tosha, asante sana. Stantis wanasema kwamba be neutral and professional. No, mimi mimi sijakuwa biased, sijalenga sehemu yote ile. Just inataka kuangalia hiyo yote. Jelom Amon, Uhuru should by all means try to unite and accommodate all Kenyans. Bashir, don't play sides here. Be neutral, come on. Bashir, Alex is where do you have yellow t-shirt? No. Wakenya jamani, you have to kill me. Alex, no, this is yellow t-shirt. Ukiona hapa label, it is imaanisha kwamba UDA ni yellow. No, yellow imekuwa ikiwepo, yellow color imekuwa ikiwepo tangu zamani. So if you see me being yellow, doesn't mean kwamba I'm biased on the other side. So I think I should get it on my top. I should get it in the shortest time. Nijifunike mseme kwamba biased. But mimi pia nilikuwa naangazia masuala mawili matatu, of course. Nilikuwa nazungumzia pale katika sehemu yake huyu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Nimezungumza sasa tukuje sehemu hii. Tuone what are the consequences. Maybe kuna kitu ambacho mheshimiwa Ruto alifanyia Uhuru Kenyatta. Lakini okay, sasa naweza kuzungumza hapa. Naona hapa Alex isasa kwamba your master is paying you well. No, Uhuru did it wrong and we are there for Ruto. Of course, that's why I see. Yes, pia you might sometimes na tuangalie. Of course, umefunza protocol. That's why najiuliza na kuuliza wewe kama Mkenya, hili swala unajukulia vipi wewe kama Mkenya? Uhuru amefunza protocol, ameruka ndugu yake, ameruka mdogo wake ambaye anamfuata. You know, the constitution of Kenya states very clearly, in case of any assassination, the one who is supposed to take over from the president, the mwenyako current during that period of time, is the deputy president of the Republic of Kenya. I don't know. So many, okay, wacha kwanza nileta hapa. Solomon, okay, Solomon, so please pro hata kama utaki Ruto ni preso kesho. No. Mimi sasa mnasema, sometimes mimi you know kama hujanifuatilia vizuri, mimi nimekuwa tu nimezungumzia kile kitu ambacho Uhuru Kenyatta amefanya. Na labda ile kitu ambacho mheshimiwa Uhuru Ruto alikuwa amefanyia Uhuru Kenyatta pia kwa nini afanye revenge. So we are trying to do some analysis from both sides, and then tukuja pamoja, we get a conclusion, we get a solution. Do you see? That's why nasema kwamba sometimes Uhuru Kenyatta is very busy campaigning for William Samoei Ruto without knowing. Uhuru Kenyatta is campaigning for William Samoei Ruto without knowing. Maybe he's doing it intentionally
to market William Samoei Ruto. I don't know. In the other way, Uhuru Kenyatta is trying to show Kenyans how William Samoei Ruto he is very bad to him, maybe, or to Kenyans. I don't know. But kati ya hizi mbili kuna moja inafanya kazi zaidi ya nyingine. Kati ya kuhusa William Samoei Ruto kwa kutompatia nafasi na kufunza ile protocol ya kuzungumza, inaweza patia William Samoei Ruto na market, ama ile njia ya kulenga na kufunza protocol ya kutomtambua William Samoei Ruto pia labda inaweza mwaripia ground kuonyesha Wakenya kwamba huyu si kiongozi mzuri. So that's why I'm here. Mimi hiyo ni analysis yangu nafanya. Nimekupatia link kwenye comment section ambayo inaweza kuleta hapa ndani ya show, tuweze kuzungumza. Pia wewe upatie na maoni yako ama upatie maoni yako kupitia kwa comment section. Tuweze kujua kwamba je, ni nini? Yes. Hassan, jambo ni nini kinafanyika hapa? Lawrence Ogera, sympathy always wins. Let him know that a lot will shift. Thank you. Pashil, number 1 in Kenya protocol, so don't bring Ruto here. Okay, I'm coming back after this. So let me just, that's too for this statement. His statement yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta iliataki sana, iliguza sana. Sana. Ilikuwa na ashiria, ilikuwa in indirect speech to William Samoei Ruto. Anyway, wacha nirushe hii hapa hivi. Where they stood only 52 institutions in 2013, today Kenya is home of 238 institutes, representing a 435% growth. With this transformation, every Kenyan child has a chance to make it. So fellow Kenyans, in our effort to foster inclusivity, as well as gender parity, the one thing that I am truly proud of is how we have built women leadership and expanded their fields of participation in governance. For a long time, women affairs were relegated to the Department of Social Services, where they were grouped with children. In fact, the first woman to be appointed as a permanent secretary happened 24 years after independence. Margaret Githinji was appointed the permanent secretary for Commerce and Industry on Madaraka Day of 1987. And thereafter, the first woman to become a cabinet minister, the Honorable Nyiva Mwendwa, occurred 32 years after independence in 1995. Today, and thanks to the 2010 Constitution and my commitment to equality and inclusivity, I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet at different times and in different capacities. All of them have occupied high-profile portfolios, and in fact, all the cabinet secretaries for foreign affairs for the last 9 years of my term have been women, and we have seen how they have placed our country globally. Of equal note is that my administration has also fast-tracked the promotion of women in leadership in our security sector. I appointed Fatuma Ahmed as the first woman Major General of our Defense Forces in 2018. Similarly, the first holder of the Constitutional Office of Auditor General of our Republic was appointed under my administration
Mrs. Nancy Gadongo, and she was appointed in 2021 and continues to serve the Republic in that capacity. And of course, we have our three arms of government, one of which is now headed by a woman. After 58 years of our independence, in May of 2021, I had the profound honor of being the first president of the Republic to commence an address with a salutation, Madam Chief Justice, when the Honorable Lady Justice Martha Koome assumed office as the first woman Chief Justice. We are also proud of the fact that Kenya's judiciary boasts a female Deputy Chief Justice, a female Chief Registrar, and many female principal judges and presiding judges across our superior courts. Going further, in August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman and shattering the glass ceiling by assuming the second highest office in the Republic of Kenya. So, ladies and gentlemen, if our women were part of the liberation struggle, advancing their cause intentionally is a duty that belongs to all of us. We owe it to them, we owe it to ourselves, and we owe it to our country. And I am indeed proud to have been part of this push for women leadership in our republic. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I will give a further account of how my administration has multiplied the fruits of our liberation. And I will give this account using 4 legacy frames that have guided our execution of the mandate bestowed on us over the last 9 years. These are what I have been calling the big push investments, economic acceleration, restoration of dignity, as well as political stabilization. I begin with the first legacy frame of the big push investment. Nisharudi sasa. Nilienda kujipanga kidogo. Nimerudi. Anyway, so that's what I was saying. You know, this was the 59th of the Madaraka Day. You know, when Uhuru snaps William Ruto, previously imekuwa since 2013. Ruto yeye ndiye anazungumza, kisha baadaye Uhuru anazungumza. Imagine, even recognizing the Deputy President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta recognized all the dignitaries who are available, but only one person, he didn't mention his name. In Kenya, William Ruto, he didn't mention his name. Hata kusema kwamba mheshimiwa William Ruto hako hapa. You know, if you see, sometimes wakati wote sasa tuambiane tusungumze. You know, nishawapatia link hapa, ndio hii kwenye comment section hiyo link. Ukiguza hiyo link utafika hapo kwa show, tuweze kupiga show sisi wote kwa pamoja. Hiyo link itakufikisha. Hiyo iko hapo chini kwa Solomon Chesaro. Pole ni Uhuru Ataack Ruto. Hiyo chini yake nimeweka link imeandikwa Kisi Hot TV. Ukigusa hiyo link itakufikisha hapa ndani ya show, utupatie maoni yako, utuambie wewe hasa unaashiria nini kuhusiana na hii kitendo ambacho kimefanyika leo, ikiwa ni 59th of the Madaraka Day celebrations. 59 sherehe
ya 59 ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameweza kuifanya historia ambayo haiwezi ikasaurika hapa nchini Kenya kwa kutompatia nafasi, fursa naibu wake msaidizi kuweza kuzungumza na Wakenya. So after Uhuru Kenyatta recognized all the guests who are available to these celebrations, he didn't mention the name of the deputy president, and yet he was available, he was present. Alikuwa hadi na pipi yake, hakumpatia nafasi. And after Uhuru Kenyatta kwanza kutambua wageni, alipatia Sierra Leone ama the mgeni kutoka Sierra Leone alikuwa ni mgeni mkuu kwa sherehe siku hii ya leo. Baada ya kuzungumza, Uhuru Kenyatta akashika akaongea kuzungumza, akamaliza na sherehe ikaisha hivyo. Hey, let me tell you, sometimes tunaweza kuwa tuna blame the president kwamba hatupatia nafasi kwa ndugu yake aweze kuzungumza. If you remember mazishi yake Mheshimiwa Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa 3 hapa nchini Kenya, Mwai Kibaki, wakati William Samoei Ruto apatia nafasi azungumze na Wakenya ama aweze kupatiana pole yake, Wakenya wanaanza kumshangilia kwa mazishi. Labda hii kitu inaweza fanya state isema kwamba no, tukimpatia nafasi azungumza akisimama tu hivi, tutasikia shangwe na vigeregere na nderemo, watu wakimshangilia. Sielewi kiini na maana na chanzo. Okay, Bashir anasema kwamba politicking for Azimio in Madaraka Day. Anyway, Yora's day in addressing serious business in Kenya. Kwa heri Uhuru and let Kenyans decide for themselves. Hiyo ni comment yake Mheshimiwa Bashir Kohol. Sana Koher. Jina ni ngumu. Bashir, thank you very much. Hiyo ni maoni yake. Asema kwamba this was the very last day for Uhuru Kenyatta addressing Kenyans. Labda baada ya uchaguzi hatujui nini kitafanyika, lakini hii ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuweza kuhudhuria ama kuweza kuzungumza na Wakenya kwa hotuba yake. Lakini pia bado tunaenda kuangazia na kuweza kuangalia hasa nini kinaweza fanya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aweze kulenga ndugu yake, hata kama unakosana na mtu, hata kama umekosana na mtu, ina maana gani unamlenga, haumpatii nafasi, fursa ya kuweza kuzungumza na watu wa Kenya, hata kama haupendi mtu? Na wakati mwingine ndugu yangu William Samoei Ruto pia akipatiwa nafasi ya kuweza kuzungumza mbele ya umati wa watu, pia na speech yake sometimes inakuanga inaguzanga na huku kwingine, labda kusimama tu hivi watu wa Kenya wanaweza kushangilia, pia inaweza kuwa ni tatizo ya kutopewa nafasi kuweza kuzungumza na Wakenya, au sio? Pwede niwapatia linki hapa, nilikuwa nataka tuweze kuzungumza hapa. Okay. A program of 59th Madaraka Day celebration showed that Ruto was not accommodated in the program. The 59th Madaraka Day celebrations, it showed very clearly that Ruto was not accommodated on the program. In the program, he was not accommodated. And this is the day, this is the celebrations of Madaraka Day, the 59th, that many Kenyans will never forget.
and a history was made today by His Excellency Uhuru Kenyatta. Mwana Wonchiri, I see you. Yes, Mwana Wonchiri, mambo vipi? Mambo fresh. Au koje mtu wangu? Nakia bure. Hapo ukoje? Niko poa, niko salama kabisa. Salama salimini, tunashukuru. Asante sana. Mimi niko hapa kama Wakenya wengine hapa pia, na tunajaribu kuangazia ile swala lake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuweza kulenga ndugu yake kwa kutompatia nafasi. Labda wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi kuhusiana na hili jambo? Kwa mjadala Naam, karibu kwa mjadala, nafasi ni yako. Kwanza acha nichukue nafasi ya kukusalimu na wote walioko ndani ama waliombo ndani na wasikilizaji wote. So najua siasa ni ugonjwa mwingine mbaya. Siasa ni sensi. Pale kwa kweli hakufanya poa, but hata Ruto ako na shida zake, wote wako na shida zao. Kwa kusema kweli kwa mfano nafasi ni yako Mwana Wonchiri, tunausikia vizuri. Kama wewe saisi uko hapo, maybe kuna bosi wako hapo, uko hapo ndani ndio unapata chakula kutoka, ndio unapata mafasi yako kutoka, alafu unaanza kupiga bosi wako. Sometimes inakuwa kibinadamu inakuwa kama ni sio jambo nzuri, mpaka unafika unarusha mikono unasema kama ndio hivyo, wacha tu huyu mwanao maendelee kujipiga kifua. Kwa hivyo kufikia pale lile swala Mr. Uhuru hakufuata the protocol ya kuleta msaidizi wake aliyotupia wananchi, ni kana kwamba amechoka na ule jamaa, kwa sababu hapa nje anampiga vita na mtuzi, kuna kazi amefanya. Sasa mpaka anaona hata nikimpatia nafasi hapa na hakuna siku ameai ona ninafanya kazi, sasa ni nini? Wacha tu akaa hivyo, na hii miezi yangu nimepakisha jaje ili aone kama ni nani mkuu. But at the end of the day, the humiliation inaonekana sio kitu kingine. Ndio aliona juzi walifanya maombi, kila mtu akaomba msamaha, Ruto akasema wataheshimiana. Lakini sasa ukiangalia yale maombi, kuna kitu alifanya kweli? Kwangu naona hayakufanya jambo lolote, kwa sababu ile jambo la kunini, kinyongo kipo. Kwa hivyo vijana kile watafanya, sisi wananchi wacha tuwapatie macho, kwa sababu wao wameshaingia kule, wameona mazuri, wameshakula pesa za wananchi. Sasa sisi hapa tuanze kupigana leo nani akumpatia nafasi, tuanze kupigana nje hapa, ni utakuta ya kwamba tunakimbiza hewa. Kwa hivyo mimi naona hilo jambo lisije likawa ni la kutupapaisha, kwa sababu najua at the end of the day wale ni wanasiasa. Kesho kikifika kama ni maombi tena wataomba tena wasameane tena, kesho nyingine tena usikie mengine. So hiyo mambo yataendelea tu hivyo, kwa sababu damu ya siasa, kuna siku unaongea matusi, kuna siku unajifanya mkamilifu. So ndio maisha ya wanasiasa, yasije yakutupatia kigwegwe ya kwamba mbona ilienda hivi ikarudi ikapanda ikakaa.
So kwa kweli hakufanya vizuri, lakini ni vile tu na Ruto anachiweka na Uhuru, unajua Uhuru hata yeye ni don't care, doesn't care. So don't care wakikutana wawili, unakutana kwamba mambo yote yataenda hii miezi miwili wa Kenya wengine Yeah, nakusikia ni kama network yako iko na shida. Nakusikia. Mwana Wonchiri. Mwana Wonchiri, unanipata kweli? Sijui kama nilikuwa najiongeleza. I think no, tulikuwa tunakupata, ni vile stima ilipotea kidogo nikatoka nje na nimerudi. Yeah. Wengine walikuwa nakusikiza vizuri sana. Okay, nashukuru kama ulikuwa unanisikiza kwa sababu niko hapa kwa msitu. Napita kwenye hapa makoli ndani. Sasa potea network wakati wowote. So ndio hivyo mwanangu, sasa hiyo mambo ndivyo siasa ni wale wala sasa ndio hatukupati kabisa. Mwana Wonchiri. Black Leopard, sijui umeenda wapi? Mwana Wonchiri, network imekukataa kabisa, tukupati. Okay. Black Leopard, sijui umetoroka na wapi? But I'm back. Stima ilikuwa imeniweka nje kidogo. Mwana Wonchiri, network imekutupa nje. Sijui mbona network inakutupa nje Mwana Wonchiri. Si ungetulia kidogo Mwana Wonchiri? Mwana Wonchiri ungetulia kidogo, tuweze kuwa na network inakupeleka vipi? Ikiwa unataka kuzungumza pamoja na sisi, kupatiana maoni yako kupitia kwenye maongezi ama mazungumzo, unaweza ingia pamoja na sisi kupitia kwa hiyo link. Mwana Wonchiri, unanipata? Nakupata vizuri kabisa. Sasa ndio tumekupata, ulifika mahali kwa katika kabisa, tulikuwa tunakupata. Labda hapo kama umesimama hapo. Ndio nikasema ya kwamba juzi uliona ya kwamba wako wanasalimiana kwa mikono. Yes. Umeenda tena. Umeenda. Watu wasalimiana kwa mikono, tuanzie hapo. Kwa maana kutoka hapo ulipotea tukusikia ulikuwa unasema nini. Hivi juzi kwa mikono wawili. Tena tukaona ya kwamba pengine wametuliza hiyo choto yao. Yes. Wakapeana mikono. Sasa tena leo hii achampatia nafasi kama makamu wake wa rais. Sasa wanashindwa hii mambo leo maombi, kesho ni vita. But ndio akasema wanasiasa ni wale wale kaka. Sasa hakuna ule utasema ni mzuri ama ni mbaya. Yeah, but hiyo ndio maisha. Labda kama kuna swali. Swali la pili nikiendelea kungoja kama labda kwa mtu ataingia hapa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwenye speech yake leo ameangazia sana William Samoei Ruto. Ameangazia sana hasa ile shamba la Weston Hotels na uwanja wa Wilson Airport. I don't know kwamba ni masuala ambayo kiongozi rais angefaa kuleta kwenye siku ya Madaraka Day, ama ni kitu angeweza kuzungumza baada ya Madaraka Day. Ndio nikasema hivi wanasiasa ni wale wale. Hii mambo ya hii mashamba nazungumzia sio hayajakuja jana. Yes. Ni mashamba ilikuwa hata wakati wakivaa shati nyeupe na tai nyekundu, alikuwa anajua hiyo mambo yote. Yeah. Kwani leo ndio anajua hiyo? Hakuna kingine, hata kama ni yanahusisha huyo jamaa. Angeweka pale, kwa sababu all these days mbona hajawahi sema. Yes. Kwa hivyo huo ni kuna uhusiano hapo, utaenda vizuri.
That relationship wanaendelea kucreate itakuwa mbaya. Ile mambo angekuja tuambie sisi hapa, ambie Wakenya wakati wako na sherehe nyingine ama siku nyingine, lakini sasa amekuja ni kumpiga. Of course ni okay, mimi sio mfuasi wa Ruto, but Uhuru hata yako na kasoro zake, kama rais wetu ako na kasoro yake ya Protocal. Hata yeye ameiba. Nani hajaiba Kenya hiyo nafikiri? Kila kiongozi Kenya si ameiba. Sasa unapewa mshahara wa 100,000 baada ya miaka 5 uko na 20 billion. Umetoa wapi kaka? Pesa imetoka wapi? Na kuuliza 100,000 per month. After 5 years uko na billions of money. Sasa utasema nani hajaiba Kenya? Kila mtu ameiba bwana pale. Sasa asija kaona ni Ruto tu ndio ameiba. Kila mtu ameiba. Sisi tunatetea Ruto. Kama ni mwishi, kila mtu ambiwe ile pesa amepata haramu arudishe. Sio mmoja. Yeah. All right. Mwana Wonchiri, nitakuja ndarudi kwako, siondoke. Kwa maana pia kuna swali lingine hapa tunazungumzia kuhusiana na EACC blacklisting some politicians from IEBC not to contest any seat within the country. Okay, before tukuja hiyo sehemu, we are talking about Uhuru Kenyatta praised the protocol and most of his speech iliataki sana Mheshimiwa William Samoei Ruto. Here, okay, why did the deputy, why did the president delivering his speech, the president indirectly accused Ruto of grabbing public land opposite the Wilson Airport and on which the Western Hotel stands. Okay, here this is what the president noted, that a private developer had illegally acquired and transferred to himself. Black Leopard nimekuona. Okay, to himself opposite the Wilson Airport, noting that the Ministry of Lands was in the process of repossessing it and referring it to the rightful owner. That's the government. I don't know. I don't understand. Sijui. Black Leopard. Yes, Mr. Dennis. Mambo vipi? Niko salama. Uko shwari kabisa. 70. Yeah. Niambie. Nataka kukukaribisha, nataka nikupatie hii nafasi. Naona Judith Berry anasema kwamba Raila tosha, Modesta Mauti, sometimes let the sleeping dog lie, but it is not okay to be angry to each other as the leaders of the country. They should think from the angle of Kenyans. Modesta Mauti, asante sana. Anasema kwamba hi Kuntu, hi to you. Mr. Leopard, Black Leopard. Ndio naona umebadilisha jina, wewe ni mtu mkuu. Mimi ni Black Leopard kawaida. Karibu sana, usikie kwa maoni yako ni yapi kuhusiana na haya masuala lake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kulenga ndugu yake hapa leo na kuweza kumwonyesha madharau live mpaka dunia imejua. Karibu sana, nafasi ni yako. Thank you Asirivaga. Mimi naweza sema hivi, unajua enyewe leo amefanya mbaya, lakini kana kwamba angepewa nafasi angeongea siasa. Hiyo ndio kitu Mheshimiwa Uhuru alikuwa na avoid. Asifanye kuongea siasa kama ile alifanya kwa matanga ya mzee Kibaki. Hiyo ndio alikuwa na avoid. Kwa hivyo hata kama amevunja sheria, hiyo kioni kama kuna shida, hiyo ndio ilikuwa sheria ya mwisho ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hata hakuna haja ya mtu kuongea sana. Kwa hivyo mimi naweza sema hivi, hiyo iko sawa, na wacha tu aendelee na hiyo mambo yake. Mimi kivyangu naweza sema okay, si poa vile, lakini yeye mwenyewe aliona. Yeah. Black Leopard.
Okay, na kitu kingine ndugu Yes. yetu Uhuru Kenyatta speech yake imeangazia sana mashamba na ile kwamba alikuwa anaguzia sana indirect wetu William Ruto. Ajua mashamba nayo William Ruto amechukua na ni kitu yenye inaeleweka na ni kitu yenye iko si sahihi. Unajua huyu mzee huwa anadanganya watu. Hata sasa hii ndio tunaongelea, mtu hawezi toka from nowhere ati akue hivi tu ako na mashamba. Hakuna kitu kama hiyo kaka, tusidanganyane ati yeye ni mtu amefunga kuku. Mbona mimi nimefunga kuku miaka mingi sijawahi kuwa tajiri? Aache kutudanganya. Yes, hatuwezi funga. Watu wengi wamefunga kuku, hata Fred Obaja amefunga kuku. Mbona hajawahi kuwa tajiri? Kwa hivyo acha kutudanganya ati ni asla. Yes, asla kule asla. Unajua kitu yenye mpaka mheshimiwa Uhuru Kenyatta anamchukia mpaka saa hii, tuseme ukweli, kutoka 2013 huyu jamaa alijisahau, akana kwamba Uhuru alikamwachia 2013 to 2017. Uhuru alikuja kushtuka, ai, huyu jamaa kumbe anapora na ajui. Hiyo ndio shida ya mheshimiwa Kenyatta na mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Hiyo ndio shida ilikuja kidogo, akaona nifanye handshake na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakati walifanya handshake akaona mambo imenyooka. Hata leo hii uliona barabara zenye ametengeneza mpaka ameongea, na mimi nampongeza mzee, aende nyumbani abumzike, baba akalie hiyo miaka 5 tuongoza mzee mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tuendelee na maisha iendelee hivyo hivyo. Kama Mungu akipata nafasi tuangalie mbele mheshimiwa William Ruto, wakati mzee Raila Amolo Odinga ametengeneza mambo. Lakini saa hii Wakenya mimi na siwasukumi, lakini muangalie mahali mnaweka kura. Yes, kwa hivyo siwezi blame mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Aliangalia kiumbali, hii kitu ni kama alimwangalia akaona huu mtu nilimpatia huko kwa matanga ya mheshimiwa Kibaki, alianza kupiga siasa. Leo hii mimi ndio final yangu ya kuongea kwa hii mkutano, ikimpatia ataanza kuchaba nini, ataanza kufanya siasa. Sasa akaona hakuna haja na si lazima angempatia nafasi, hoja niongee, na alijipatia yeye mwenyewe nafasi akaongea, na naona mambo imeanza kutendea kwa mtandao kidogo kidogo. Lakini mimi naambia Wakenya watulie, na hiyo ilikuwa mipango. Kesho wenye tutakaribiana tupatane Njenga, mheshimiwa Raila Amolo na Kalonzo Musyoka watakuwa hapa, Mukuru wote tupatana hapo. So wewe unamaanisha kwamba hivyo Uhuru Kenyatta anaogopa sana mheshimiwa William Ruto kwa sababu anajua akimpatia nafasi anamgonga, anamkata. Naona Dennis, Yes. Jua hiyo ni, unajua mheshimiwa Kenyatta ndio chief commander, si ndio? No need commander in chief, no need upatie. Yes, kwa hivyo mimi kitu yenye naweza sema hii, Mr. Fred, kama uko karibu ingia, kuna siasa iko hapa, kwa hivyo ingia. Wacha Deno ni ndio Dennis kidogo, wacha nilete nani Fred. It's okay. Anaitwa Sam Peter, let us not blame the president. Amefanya poa in fact. So, kumbe kuna Wakenya wana congratulate ile kitu president amefanya. Sam Peter. Sema kwamba let us not blame the president. Amefanya kitu poa in fact. Kumbe you congratulate. Anyway, tukienda kungoja President Black Leopard akuje. Pia wewe kama uko na maoni yako unataka kuzungumza pamoja na sisi kwenye comment section, kuna link ya Kisi Hot TV itakufikisha hapa ndani. Omwana bwonjiri kitu kingine nataka tuzungumzie leo, hata kama ingoa hiko kwenye mada nisikuwa nimeandika kwenye mada ya siku hii ya leo. SIKU imeweza kutoa orodha ya baadhi ya viongozi ambao wako na shida, wako na deni, ambao yani wako na
ambayo imeweza kusema kwamba hawafai kuulizia kura, hawafai kuwekwa kwa ballot paper. Lakini imekuja kwa bahati mbaya, kwa sababu baadhi ya viongozi hao wengine wametajwa already washakiria kutoka IEBC. Kwa mfano mheshimiwa hapa anawania kiti cha useneta Onyonka aliweza kupatiwa certificate yake jana, inakosa kuhakikisha kwamba ataenda kuwania kiti cha useneta kaunti ya Kisii. Lakini leo ile list imetoka, inasema kwamba Onyonka akona shida na akona shida ya kutolipa tax. So EACC ikaomba IEBC iweze kumorodhesha kwa kazi kati ya wale ambao watakuwa na wanya useneta katika kaunti ya Kisii. Sijui kama wewe mwana Mwonchiri, kuna baadhi ya viongozi wengi ambao wamekuwa blacklisted wasikuweze kuwa kwa ballot paper. Akina Sham Soleil, we have Soleil, we have this, we have akina Opado, kuna akina watu wengi, so many politicians, so many. So sijui wewe ili swali linapelekea vipi wakati wengine kwa blacklisted from vying for seats in the country, na wanasemekana kwamba wako na some issues pending, cases in court pending. I don't know why maoni yako ni yapi, but baadhi ya wenyewe washapatiwa. Unajua sheria ni msumeno. Sometimes sisi wananchi ama sisi viongozi ama wale viongozi ndio wanaifanya inakuwa sio msumeno. Unajua sheria inasema mbele ya sheria inakata kuwili kwa binadamu wote. Lakini tukirudi kwa siasa unaona utasema ya kwamba sheria inakata kuwili, lakini ikifika kwa matajiri na kwa wanasiasa, yes, haikati kuwili. Naelewa kweli? Nakuelewa. Yaani wanyama wote ni sawa, lakini wenye miguu minne ni bora zaidi kushinda wenye miguu miwili. Binadamu wote ni sawa, lakini mwenye pesa na mwenye mamlaka ni bora zaidi. Nani unaelewa hiyo msemo? Nakuelewa. So kama ikifika na wakati kama imesemekana ya kwamba kama uko na dosari hauwezi ng'ang'ania kiti chochote, sheria ifuatwe. But upaya sasa ikifika hapo unakuta ya kwamba mmoja anasema nimeonewa, hii ni this politics, nimeonewa, kitu kama kitu kiko straightforward. Mtu anaanza kulalamika anasema ameonewa. Sio kuonewa, ni sheria inafanya nini? Inafuatwa. Lakini Kenya yetu si ni ile kama wewe ukiwa wadifada vile nimesema binadamu wote ni sawa, lakini mwenye pesa nyingi ako zaidi ya wengine. So unakuta kwamba yeye ameenda kule mbele, amefanya nini? Amesha hitimu kwenda kuombea kiti cha ubunge ama cha MCA whatever. Sasa ndipo unakuta kwamba mmoja yeye atajiuliza, mbona tulikuwa the same blacklisted, lakini mimi nimekataliwa, wewe umeenda mbele. Sasa unaona hapa sheria haifanyi poa. Yeah. Kama ikisema hivi, wacha kila mtu afanye nini? Kama wewe umekataliwa blacklisted, simama kando. Sio mmoja aendelee, you want the same category. Wewe umetupwa nje, mwenzako yule mlikuwa na yeye ameenda mbele. Sasa hapo ndio unakuta kwamba hapo sheria haikati kuwili. Unaelewa? So kama ni umekutwa na ufisadi na sheria inasema mfisadi hawezi ng'ang'ania kiti chochote, wacha iwe hivyo kila mtu. Lakini Kenya yetu tunajua ni ile. Alright. Sasa unaona kama Songo is not supposed to contest anything. Lakini unaona Mombasa anang'ang'ania kusimama na ni chama gani? Sasa akiambiwa anasema hii ni siasa, napiwa kisiasa. No, ni sheria. Sheria ikuruhusu usimame jamani.
Unaona? So Alright. hiyo ndio shida tuko nayo sisi binadamu, lakini sasa hapa hakuna mtu tunapiga, hakuna, mimi sipigi mtu yeyote ama Ruto ama Uhuru. Hapa wacha tuseme ukweli uko wapi. Mimi hata unaona kama ile swala siwezi sema ama Uhuru alifanya vizuri ama alifanya vibaya ama Ruto alionewa ama ni nini. Ni unafiki tu na umechaa hiyo nchi yetu. Ni unafiki tu. Kwa hivyo ndio kunaenda hivyo. Alright. Thank you. Alright. Freddy. Mambo. Poa sana, ukoje? Niko fiti labda wewe. Ongeza sauti bwana, leo kiliumana. Kwani unaomboleza? Hebu njoo, come on. Kimeumana wapi? Mbona uko chini? Si hapa leo naona hapa. Wewe unasema nini Freddy? Uhuru Kenyatta amelenga bosi wako leo, mdosi wako. Hajampatia nafasi wala amefunza protocol. So wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hili swala ndugu yangu? Hilo sisi hatuna tatizo lolote kufunja hiyo protocol. Sisi tuko sawa. Umesikia tukilalamika kweli? Hatujalalamika. Hii iko sawa. Yeye ndiye amefanya venye amefanya hiyo. Mr. Freddy acha kuongea na sauti ya jini Buddha. Sitaki mtoto amuke. Karibu. Sasa hiyo story ya kuvunja protocol hiyo ni yake. Cause hii ilikuwa the final. Ilikuwa mwisho nini sherehe ya mwisho. Sasa akifanya hivyo haina shida. Wacha sisi tuongoje yetu. Next serikali ni sisi. Hiyo sisi hatujaona kuna ubaya yote hapo. Of course hiyo kitu mimi sijaisikiza. Ilikuwa aje? Hata Raila aliongea kweli. Kwani Raila ni kiongozi? Unajua Raila si kiongozi. Mtu alikuwa alichaguliwa na Wakenya, ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mheshimiwa William Samoei Ruto. So kutoka kitambo imekuwa kwamba kama Uhuru anazungumza tangu 2013 anasaidia Ruto anazungumza wa kwanza, kisha mheshimiwa Uhuru anamalizia. Lakini hata kupatiwa nafasi, hata kutajwa jina kwamba baadhi ya wale ambao walihudhuria kwenye sherehe ya siku hii ya leo, mheshimiwa kama ulikuwa unaandika minutes, sasa ni kama alikuwa absent, hakupatiwa nafasi, hakuna hata kutamkwa kusema kwamba baadhi ya wale waliweza kuhudhuria leo mheshimiwa Ruto hako. Wengine walitajwa lakini Ruto hakuweza kutajwa. Najua huwezi taja the next president of you. Unampea hiyo, ni heshima alimpea. Hiyo mapiga praki leo kwa nini? Ndio hiyo ni heshima alimpea, cause ndio the next ana hand over power kwake. Sasa alimpea tu heshima. Wewe acha tu tulia huko. Sasa Freddy kuongea ati ni yeye next president. Nobody anajua. Nobody. You just only go. Sasa nyinyi watu wazimia umeanza kulalamika eti IBC nini. Alafu nyinyi ndio mlisema eti mko na system. Kwani system ilienda wapi? Nimeona juzi mmelalamika hivi. Ndio nasema ni kama uko sure mheshimiwa Samoei Ruto ndiye atakuwa president. Who told you my friend? Hata mimi siwezi sema ati atakuwa president. Mimi niko sure. Let us wait. Yeah, tarehe 8 mwezi wa mwezi wa 8 tutakuwa hapa kiwa na nani neno. Kwa hiyo speech ya president unajua hata silienda long sana. Silienda almost 2 hours. But imeataki sana mheshimiwa William Samoei Ruto. Imemwataki kivipi sasa hapo? Kuna mada sema kwamba kuna mtu amechukua shamba Western Hotel pamoja na kisehemu upande wa kushoto kwenye uwanja wa ndege wa Wilson Airport.
Aha. Hiyo ni Matiang'i amechukua hiyo sehemu hiyo, si kwani amuka awe Matiang'i Nani anachukua Fred? I'm happy amuka you are responding today, What's the Freddy. Fred ya nani? amuka awe hiyo next to Fred. How do you Wilson know Airport kama ni hapo, Matiang'i? Do you have evidence? Freddy, kwani na ile Matiang'i akipeleka wanajeshi huko wakipiga watoto, kwani mmesahau hiyo? Kai. Mmesahau hiyo kitu kwa Shamba gani Matiang'i alichukua hiyo, nasema pia Freddy wanajeshi. wasema Freddy. Bosi hata kudanganya, hakuna mahali Matiang'i amechukua wanajeshi kupia watoto. Hata naona hapo mahali unasema eti Matiang'i anachukua askari kupiga watoto, that's political. Saa zingine wanasiasa wanafanya vitu watu wanauliwa to blame President Uhuru Kenyatta and Matiang'i. And for your information, Matiang'i and President Uhuru Kenyatta hawawezi enda those places that they are fighting because wao ndio wako target. The more wataonekana, they will be killed. That's why unaona most of the time wana pressure waende huko. So hakuna mahali Matiang'i anatuma wanajeshi wanaua watoto. Those are bandits, wanaua watu, ndio serikali itume wanajeshi huko wauliwe. Nani alioda hao askari wakaenda huko kuruza diagas? Ni Ruto ama ni Matiang'i? Nani ako kwa in charge ya security? Ni Ruto ama ni Matiang'i? Hiyo time ilirushwa. Ni Matiang'i alikuwa, but time zilikuwa zinarushwa. Ruto alikuwa kwa serikali, hakuwa ametoka. Matiang'i alikuwa wapi? Hakuwa ameingia. Mizojo, wacha niambie Freddy hivi. Hata saa hii hatuwezi sema ati hakuwa anatoka. Ako kwa serikali na anakula mzara akiwa kwa serikali. Kwa hiyo wacha kutuambia ati yuko kwa serikali. Na Matiang'i anafanya nini? Deputy President. Na Matiang'i anafanya nini? Matiang'i ni mtu wa Ministry of Security. Minister. Nani anaoda watu wanaenda kurusa matiagas? Ni David ama ni Interior Minister? Sasa ulikuwa unataka afanye nini? Sasa wewe kama wewe ni Uhuru, ulikuwa unataka Uhuru afanye nini? Jiweke wewe ni Uhuru. Hiyo kiatu. Uhuru kama ako na evidence na Uhuru kama tusibadilishe mada. Naomba turudi pale tulikuwa katika speech yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kuweza kulenga sana, kuweza kuingilia sana mashamba na vitu zingine, pamoja na kufunza protocol ama kutotambua hata kuunga jina Ruto. Kitu nataka niambie Fred hivi hata kidogo, hiyo shamba ya Wilson Airport, mtu mwenye ameuzika hapo ni Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Alafu hii ya Weston Hotel hata inajulikana, si atujui. Alafu anakuja hii ski ya wapi, anasema ekale sijui ngapi ya huko kuelekea Coast Region, ati alitoa nini, mambo mingi. Sasa hili unakuja kuwapatia watu ndio titi, unakuja kuambia utawapatia shamba. Wacha kudanganya Wakenya, piga siasa ukiwa na sera nzuri. Hivyo tu ndio naweza kuambia. Sasa karibu sana, nafasi ni yako. Unajua mimi kitu napendea watu wa saidi ya Ruto, wanatetea Ruto kwa ile hasira wako nayo towards President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta leo hakufunja protocol. Number 1, kutoka jana tumeona William Samoei Ruto alikuwa leo resign, yeye si deputy president, alikuwa amepanga leo. Then from there, so many people today were ferried to the function wachie time William Samoei Ruto alikuwa aongee. But ikaunduliwa mapema, wakasema kuna watu hapa wako ready kuchia time William Ruto ataongea, na main functions tumeona time William anaongea kuna watu wanachia, na akimaliza wanaenda. So leo time president amesimama kuongea,
simu yangu karibu ianguke, lakini hata niweke kwa time president ya alisema kuna watu walijua hapa deputy president ataongea, na hao watu ndio walikuwa wameletwa kwa mkutano. The moment wameona ameanza kuongea, wakaona hapa William ataongea, wakaamuka wakaanza kwenda. And to be honest, mahali saizi Kenya imefikia, na kama kuna mtu ako na macho anaona President Uhuru Kenyatta mahali amefikia, he will never hand over power to William Samoei Ruto. Saizi yeye ni nani hawezi hand over power? Freddy kidogo anapatia nafasi. Unaona, unajua tuache kuulize yeye ni nani. Nimesema tuko na macho tunaangalia nini inaendelea. During the prayers breakfast, President Uhuru Kenyatta alisimama akasema yale maombi deputy president akonayo, let him hope itafanya kazi. Hakuna kitu kingine aliongea, hiyo ndio aliongea. Na ukiangalia movements za President Uhuru Kenyatta zimeonekana wazi kwamba William Samoei Ruto akiachiwa hii kitu, kazi yake anaenda kupull all that they have done together, legacy ya President Uhuru Kenyatta ikuwe zero. Number one, we have seen clips all over social media time President William alikuwa Mombasa akiongelea mambo na port. That's last week. Alisema atatoa port Naivasha hairudishe Mombasa. In 2018, the same William Samoei Ruto, yeye ndiye alikuwa anaongelea mambo na port, akaambia watu wa Mombasa, kwani tutapepa hii bahari tuchukue mpaka Naivasha. Hiyo time walikuwa pamoja wakileta na Naivasha. Right now is fighting, akichukua ataitoa na Naivasha hairudishe wapi? Mombasa, which means hiyo ni kitu walifanya na Uhuru, anataka kupull down. Legacy ya Uhuru itapungua. Na kitu kingine tumeona, hii function ilikuwa leo. From last week on Sunday, Uhuru amekuwa akiprepare. Alikuwa huku ile function ya maskari. Jana usiku alikuwa huku akichoma sijui ni moto gani alikuwa anachoma jana usiku. So he has been preparing. Deputy president atakuwa nyuma ya hiyo function, hajakuwa nyuma hata siku moja. Na tumeona the people who are behind William Samoei Ruto, they are fighting President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga. We have seen William Kabo, we have seen Moses Kuria, we have seen Ndindi Nyoro. Those people from Kikuyu community, they want to make sure that they have ile legacy Uhuru ametengeneza, wanataka kuipull down so that wakiingia power waone kama watatengeneza yao. Sasa ukiangalia yoyote na President Uhuru akiangalia hivyo na anajua what they have been doing. Najua kuna kitu Songo alisema, walikuwa wananunua gari msee, wanachoma, wanasema ni NASA, wanasema ni NASA imefanya hiyo, anaripishwa. So President Uhuru knows time walikuwa na kampeni na William Samoei Ruto, zile vitu zote walikuwa wanafanya. So mpaka function ya leo alikuwa anajua during the time tulikuwa na huyu mtu tulikuwa tunafanya hivi na hivi. So definitely nikimwachia hii chance, zile vitu tulikuwa tutafanya atanifanyia leo. That's why akaona sitapea huyu mtu chance. Matanga ya nani? Former President Mwai Kibaki. You saw what happened. William Samoei Ruto alisimama akashangiliwa, watu wakapiga makofi before President Uhuru Kenyatta aongee. Time William alimaliza speech yake, watu walifanya nini? Walienda. Ndio maana nimesema ukiangalia hata ile wale watu walikuwa wanachukua video ya President Uhuru Kenyatta from State House kwenda Uhuru Gardens in Nairobi. Right, saizi mimi nakaa Kiambu Ruiru bypass. Billboards za William Samoei Ruto ziko hapa ni kama 5 Ruiru bypass. Lakini from State House mpaka Uhuru Gardens, ukiangalia yule videographer
alikuwa anachukua motorcade ya president akionyesha na billboards za nani za Raila na Martha Karua. Mbona hakuwa anaonyesha billboards za William Samoei Ruto na ziko? William Samoei Ruto hatapewa hii kiti. Na ukiangalia leo tumeona nani akicomplain ati network imepotea Garissa, Aden Duale. That's fear number one. Wanapiga Musheru, Topiko, Matiang'i. On 2017 tulipiga kura wakazima ma TV. Wale watu walizima ma TV wenye walikuwa wana provide security ndio wanapiwa saizi. Alafu mniambie William Ruto atakuwa president Kenya ya nani? Hata kama atapiwa kura. You saw what happened in Uganda, Bobi Wine. That's going to happen in Kenya. Hii TV iko, Kisi Hot TV iko. Na tutakuwa hapa every day. Na tutakuwa tunakumbusha what's happening in Kenya and what's going to happen. Misocho. Yes. Freddy, uko na swali? Niko na maswali mingi sana. Uliza. Freddy, leta sura yako tukuone. Leta sura, acha kuficha. Sura najulikana bwana, sura najulikana. Nikiakisha bulb mtoto ataamuka. Sasa hata tu tulikuwa tunajua Kibaki angepewa uongozi, lakini si alipewa. Sasa hakuna fenye saizi utatuambia eti Uhuru ana saizi hana hand power, atakatalia kiti ama atatuchagulia kiongozi. Sisi wananchi ndio tunachagua. Na kitu niko sure mtu tuna support hako strong na si muoga. Lazima hii kitu tuende nayo. Hata mkisema Uhuru will not hand over power to William Ruto. Yeye ni nani? Kwani yesi alikuwa hand over kutoka kwa Kibaki? Yeye ni nani akatae? Kwani deputy atashinda akataliwa kupewa uongozi? The other thing, mnasema hiyo mambo ya mashamba. Okay, tuachane hiyo story, tuseme in general corruption. Nyinyi watu wazimia mmetuambia mtafunga watu wa corruption. Alafu the president in 4 years, around in 4 years, ametuambia na fight corruption. Hiyo corruption sioni akifight, ni uchumi imeendelea kuharibika. Kitu nakuuliza, kama mko kibao mbele, mko na handshake corruption, mungeanza kuosha nyumba yenu, mutushike hao watu wa COVID billionaire fast, muwafunge. Muwapeleka hapo committee atuambia ndio tujue mko genuine mtafight corruption. Alafu utaendelea, si umesema eti vitu zinapanda bei saizi? Okay, za zingine naambianga watu hivi. Kwa vitu kupanda bei kati ya Raila na Ruto, there's nobody mwenye ataenda kutusaidia hapo. Kama kuna mwenye angetusaidia saizi, angeanza kupigania saizi, so that akiingia in power akuwe na nguvu ya control. Lakini hiyo ya vitu kupanda bei, kama Wakenya tusahau, hakuna mtu atapunguza bei. Hiyo tutoe. Kama kuna mwenye ataenda kujifanya eti akona uwezo ya kupunguza, ata maintain mahali ziliko saizi. Reason why Kenya siwezi pungua ama economy iwezi rudi normal, reason why? Imagine niambie saizi mkate inauzwa 60 bob. Mombasa mkate ni 400 grams, si ndio? Mtu anatengeneza mkate ananunua unga na kila kitu, all the ingredients ananunua, si ndio? Na most companies zenye zina produce mkate in public wanatoanga unga outside Kenya.
si ndio? Calculate hiyo cost yote, alafu ukifika Kenya angalia mafuta ya magari iko wapi, tuambie president ataingia, ataanza kupunguzia na wapi? Number one, kama kuna mtu ana promise anaenda kupunguza vitu bei, anaenda kufunga makampuni mingi sana. Sasa ukitembea Nairobi, kuna watu wamefunga mabiashara na wametorokea mashambani juu walikuwa wamepepa maloans na hakuna pesa. Niambie mtu atarudi lini na afungue biashara? Sasa huyu mtu wenu atatusaidia aje? Kwa mimi sioni kama okay. Kama hatuna kiongozi, ata fight corruption. Ana fight sasa. Huyu Raila wenu atafight aje corruption? Yet nyumba ako nayo ndio more corrupt. Watu wako nao ndio more corrupt. Unajua hiyo nyumba unasema ni ya Ruto? Hiyo nyumba unasema ni ya Ruto? Hakuna. Ni nyumba ya Raila. Waje tulia kiasi. Tukikuja bara na ako corrupt. Pesa ya nini COVID alipewa, akanunua shamba ya magraves ikaisha. Where is the evidence? Mimi nasikianga eti pesa ya COVID ilipwa. Watu waliipa pesa ya COVID, sisi kama Wakenya hatujawaona, but kuna watu wana claim iliipwa. Wewe uko na evidence? Uliona kwamba iliipwa ama ulisikia kiongozi fulani akisema iliipwa na ako na evidence? COVID. Wanasema COVID. Sikiza, evidence ya gani ya Obaranya? Na Obaranya kwa pesa alipewa kwa akaunti yake ni samba ya kushika magraves ndio alinunua, hiyo ikaisha. Hakuna kitu kingine alifanya. Sasa hiyo ni evidence gani unataka hapo? Alafu tukikuja Murathe, Junet, kwani mnataka evidence gani? Okay, nipe evidence ya Ruto basi akiwa corrupt, ama nipe mwenye ako huko ndani ako corrupt. My friend, hata nikwambie, unajua watu wa Kenya kwanza hawatakangi tufuate history. Mtu anaenda kusikianga historia anasikia kaa ni minyoo. Number one, sasa history itatusaidia nini? Sasa hivi mari tunafaa tuende na future, tunaenda history tusaidia nini? There is no way you can be a leader without history. You must know where you are coming from and where you are heading. That history ya Raila si ni kufunja uchumi. Akiingia nusu mkate. Unakumbuka gorogoro ilikuwa 200. Isi kufunja uchumi. Ulikuwa unaenda supermarket, uwezi nunua unga more than unga 2. Hiyo ni kufunja uchumi. Amgia handshake. Hiyo uchumi inatupeleka wapi? Sasa hiyo ni historia yake ni gani? Mzuri hapo. Okay, Fred. Unatoka sehemu. Okay, mimi natoka Kisii. Time venye nimegrow, nimekuwa nikiangalia population ya Kisii. Tulikuwa na mashamba ya kulima, hata tulikuwa tunalima mahindi. Lakini sasa the population is high, hata hatuna place ya kulima. Sasa kama hatuna place ya kulima, mahindi itatoka wapi? Si lazima itoke outside Kenya. Gulukundu tumepaki wawili hapa. Freddy ameepa ameenda. Anyway, I was giving you time niweze kusikia kwamba inakuwa vipi. Kwa sababu hata nyinyi watu mko tuko pande moja na nyingine, so mnaweza pelekana mbio pale pale. So mpenzi mtazamaji, tuko hapa.
kuweza kuangazia swala ambalo liweze kufanyika hivi leo, ikiwa nimepakisha kama dakika 2 hivi iweze kutimia maendo wa saa 6 ya usiku, kumaanisha kwamba tulikuwa tunaingia tarehe 2. Lakini kabla ya hiyo tulikuwa tuangazia swala ambalo limefanyika hivi leo kwa siku ya Madaraka Day, ikiwa ni Madaraka ya 59, sherehe ya 59 ambayo Mheshimiwa William Samoei Ruto hakuweza kutambulika, hakuweza hukusikia jina lake pale, hata kutajwa. I don't know, sijui, sometimes nimeanza kusikia kama kuweza kuchukua ile ujumbe ambao nasikia kutoka kwa watu jinsi ambavyo wanazungumza kuhusiana na swala hilo. Wanasema kwamba ikiwa kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta angejaribu hata kutamka William Ruto kabla kumaliza Ruto, ungesikika tu tunashangwa na vigeregere. So walikuwa wanajaribu tu kuvupisha na kuweza kukatisha vitu zingine kwa sababu ya kuweza kufanya nini, kuweza kujiepusha na vitu zingine mingi. Sijui na sielewi, labda ili kwa tu ni kitu ya kuweza kulipisha kisasi na kuweza kuonyesha kwamba ile deep state unasemanga ipo na inafanya kazi, inaweza ikufinyiria usijulikane ama usiweze kusikika. Yes, of course, inaweza wezekana. Kitu kingine inaweza fanya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aweze kulenga ndugu yake, vile jinsi ambavyo watu wamezungumza hapa. Swala la Port Mombasa limekuwa tatizo kubwa sana. Ikiwa Mheshimiwa William Samoei Ruto anasema kwamba sisi kama serikali ya Jubilee hii na hii ndio tumefanya, hii na hii ndio tumeachieve as the government of Jubilee Party since 2013, and how do you come, unafika njiani unageuka tena ile maneno umefanya kama government ya Jubilee Party, unaweza kusema kwamba ilifanya vingine mbaya. So you were involved in that government during that time, you were there, you didn't say no, sijapenda sijaleta. So sometimes vitu zingine ndio zinafanya kwamba labda zinaonyesha kwamba kiongozi ama rais Uhuru Kenyatta anasema no, wacha pia na mimi niweza kusnap, hii niweza kwenda kando. So wewe kama Mkenya nilikuwa natarajia kusikia maoni yako na jinsi ambavyo wewe ungeweza kuzungumza kuhusiana na ile swala ambalo liweza kufanyika leo, na kisha baadaye ile speech. Unajua speech ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ili contain vitu mingi sana. It contains so many things. Najua before uendelee, unakumbuka kwa hiyo speech ya President Uhuru kuna mahali aliongea mambo na JKIA airport. Na unakumbuka last week interview ya Rigathi Gachagua alisema watauza airport na Safaricom ndio wapate pesa wafandi mama mboga. That's an evidence yanajuanga Ruto ni nani. Lakini sisi wa Kenya kuna ile kitu umewaiona mahali mtu anapeananga testimony venye watu wanamhurumia. After mtu anapeana testimony tunamhurumia, yes, tunamchangia, tunafanya ABCD. Umeona hata maserepu wakichangiwa wananunuliwa mpaka manyumba, then after some time tena wanaanza kutuzi wale waliwafanyia hivyo. That's what William Samoei Ruto is doing. Amepeana testimony, Wakenya wamemhurumia, wanaona yeye ndiye Mr. Right, lakini ndani yake ile siku atachukua power ndio watajua William Samoei Ruto ni nani. Ukiangalia mienendo yake venye hata venye anaongeanga statement zake, ni yule mtu anayekanga kitu akiongea anamaliza in a way huwezi elewa ni nini alikuwa anamaanisha. Number 1, amekuwa akisema come August 9th hii serikali tutaichukua na watachua hawajui. Imagine unatembea kila mahali unaongea hivyo, then you expect upewe nafasi uongee, na hii ndio ilikuwa last
public holiday President Uhuru Kenyatta alikuwa na host. Angepea William Samoei Ruto chance aongee, hata angeongea. Juu venye ilikuwa imepangwa, Ruto angesimama hivi, watu wangeshangilia, hata kutuliza watu wanyamanze ingekuwa shida. Alafu tena Uhuru angefanya mistake katikati ya speech, aite William Samoei Ruto, hatungekuwa na watu wa kushangilia. Juu the moment alianza kuongea, wakaona huyu mtu atapea Ruto nafasi, walienda Kikuyu, Kiambu, mahali walikuwa na tournament, wakaenda kumwongojea huko. So midway ya speech angemuita, hatungekuwa na watu wangeshangilia. But anyway, nimalizie nifanye kazi ingine. President Uhuru Kenyatta alifanya poa. I'm a human being, you are a human being. Hizi ni vitu tunapitia practically. Lakini sasa sisi tumeangalia President Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto, tunasahau kujitoa kama example, ndio tuangalie wale wanapigana ni kwa nini wanapigana. Mimi ni mmoja wao. Mtu akinikosea, huyu mtu sioni kama samea ni rahisi. Hiyo ndio inaonyesha Wakenya wajaribu kukaa ndani ya kiatu ya Uhuru. Wanaanalyze kwa nini hii ina happen kwa Ruto. Watoke kiatu ya Uhuru waingie kiatu ya Ruto. Na wao wajaribu kufanya nini? Kuchieka hiyo kiatu, waone hao watu wanaulizana nini. But sisi tumepepa hasira juu ya handshake, tumependa Ruto, tumechukia nani? Raila na Uhuru. Juu ya handshake. Wewe ukumbuke hii enmity ni handshake imeleta hii mambo yote. After handshake, Ruto alienda akaanza kufanya vitu zake. Amechukia kila mtu kwa serikali, mpaka yule Matiang'i alituzimia ma TV, kufungua ma TV Uhuru ametangulia. Amesahau Msheru huyu anapigana na yeye, bado yeye ndiye anasimamia ile wizara alikuwa. Saizi umeona Aden Duale analia eti hakuna network the whole of last week. Already tumeona nini ina happen, but watu hawataki ku appreciate. Na venye hatutaki ku appreciate, the more tuna prepare watu psychologically kwamba after election mambo haitakuwa vizuri. So hebu hata niachie wengine chance waongee, hebu nikafanya kazi nyingine. Thank you for allowing me. Thank you for coming. Tena kesho leo karibu tena kuanzia mwendo wa saa 3 tutakuwa hapa. Asante kwa kuingia ndugu yangu. Sawa, thank you. Thank you very much. Nimefurahia sana kuweza kuungana pamoja na nyinyi. Nimefurahia sana kuweza kusikiza kutoka kwenyu. Baada ya mheshimiwa kumaliza kutuzungumza pale, alienda tournament pale Mlima Kenya, na mengi yanaweza kufanyika. Okay, but it's fine. Pia naweza kuona kuna some clip ilitembea pale, the first lady Margaret Kenyatta aliweza kulenga Uhuru, aliweza kulenga William Samoei Ruto. Imagine William Samoei Ruto alifurahi wakati alimuona na pipi yake wakasumeri wamemuona, akawapita, akaenda mbele, karuka viti kama 3, akaenda kusalimia wengine huko mbele. Akina hiyo the speaker alimlenga, akalenga pipi ya Ruto, akalenga Ruto mwenyewe, kisha akaruka viti kama 3, akaenda kusalimia wenye walikuwa kwenye side nyingine. Hii ni baadhi na stories ziko hapa. Anaitwa Kennedy M. Pemandos anasema kwamba what happened shows
ulianza na roho ukamalizia na mwili. So haki wa Kenya jamani, Wakenya mnanimalizanga, mnanifanya tu nacheka tu kila siku. So Kennedy, you mean nani alianza na mwili na amemaliza na roho, au alianza na roho na amemaliza na mwili? Alianza na roho amemaliza na mwili, ni nani? Anyway, you remind me a certain song we used to sing those days. Ati ulianza na roho umemaliza na mwili. I don't know if it is in the people. So anyway, jamani, Wakenya mko na majibu tu kwa mdomo. So kuna party ilifanyika pale, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuweza kuchukua vitu mingi from previous mashamba to Madaraka Day, talking so many issues zilikuwa zinarenga sana naibu wa rais, kupatia naibu wa rais nafasi kuzungumza kwa kutumtambua kwenye mkutano wa siku hii ya leo. Ilikuwa tu kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha tu vitu mingi, ilikuwa na sherehe vitu mingi kama Wakenya. Labda pia nikwambia kwamba wewe kama Mkenya, labda Mheshimiwa Uhuru Kenyatta is very peace campaigning for William Samoei Ruto na hajui kama anampigia kampeni, ama hii kitu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anafanya kinamaliza William Samoei Ruto on the ground, kinamaliza tu kisiasa, kinamaliza kabisa. So ni njia mbili, either anajenga William Ruto ama anampomoa, lakini baadaye kuna moja inakuwa na nguvu zaidi ya nyingine. Kwa hizi mbili, kuna moja baadaye itashinda, itakuwa juu zaidi ya nyingine. Nilikuwa nipatia na linki pale watu waweze kuingia kwenye show tuzungumze mawili matatu, lakini kwa sababu tumezungumza na wale watatu wameshaingia ndani, akina Mwana Mwonchiri, Freddy, Black Leopard and Darimas Misicho. I want to appreciate and everyone mwenye amekuwa pale na umeweza kuingia kwenye show. Umekuwa na mimi tangia nilipoanza mwendo wa saa 4 hadi sasa hivi ni saa 6. Nashukuru sana, wewe ni mtu mzuri sana. Asante kwa kuingia kwenye show yetu siku hii ya leo. Mtazamaji, asante sana kwa kuweza kurudi tena kuweza kutazama vipindi zetu. Ninakukaribisha kila siku kuanzia mwendo wa saa 3:30 hadi majira kama haya ya kila siku na kila wiki. Ila kitu tu nakuomba mtu wangu, tafadhali, popote ulipofanya hivi, hakikisha kwamba umelike hii show yetu ya siku hii ya leo. Thumbs up, like, share and comment. Naona hapo mmecomment, and you can rewatch vile tulianza na kila kitu ambacho tulizungumza na mara hapa ambapo tumefikia. Lakini hasa kitu swala kuu lilikuwa ni hili: wewe kama Mkenya ukipata nafasi kama hii nimekupatia uzungumze kuhusiana na kile kitendo ambacho rais alifanyia naibu wa rais, ungepata na maoni yapi? Wewe ungesema ni nini? Uliumwa na kitu? Ulihurumia ndugu yetu William Ruto, ama unapongeza lile jambo ambalo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya? So ni hayo kwa sasa. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu akuwe pamoja na nyinyi, na tutazidi tu kwa pamoja kwa kila siku na kwa kila majira. Ila tunakuomba tafadhali, like our show, like, share and comment, because this is the only Kisi Hot TV, home of entertainment, na mahali ambapo tunajifunza mawili matatu. Pia niweze kuwafahamisha kwamba kuna baadhi ya the list ambayo EACC iliweza kutoa hivi leo, iliweza kutoa jana, samahani, si leo, kuhusiana na wale viongozi ambao wasipatikane kwenye ballot paper kwa sababu ya corruption na ufisadi na vitu zingine mingi ambazo walikuwa wamewekewa pale, kulingana na EACC vile ambavyo ilikuwa imesema kuelekea kwake IEBC. So kuna baadhi ya viongozi waliweza kupatia certificates za kuweza kuwaruhusu kuweza kuwania zile viti ambavyo walikuwa wanataka. They were cleared by IEBC and they were given certificates. But today, or not today, but yesterday, EACC released a list of some of them. I don't know what's going to happen. Sijui ni nini kitafanyika
but we are waiting for it. Tunangoja na tunategea kile ambacho kitafanyika. Ikiwa ni mara yako ya kwanza umeingia hapa ndani, tafadhali subscribe, like show yetu ya siku hii ya leo, share na comment. Tena kufika leo mwendo wa saa 3:30 tutakuwa hapa leo kuzungumzia katika masuala ya kisiasa. Ile swala ya siasa ambayo itafanyika leo, kwa maana leo Kalonzo Musyoka atakuwa na tangazo kubwa sana. Sijui kama atarudi Azimio, sijui kama atapaki pale pale MADA alipo, kama ataingia UDA. Sielewi. Lakini cha msingi na cha muhimu sana ni kwamba Kalonzo Musyoka leo atakuwa na tangazo kubwa sana. Tangazo kubwa sana. Tangazo kubwa sana. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sijui na sielewi ni nini kile ambacho kitafanyika. Ni nini kile ambacho atatangaza, ila tu tunaongojea. Akisema kwamba anaenda UDA, tutakuja hapa tupige show yake Kalonzo Musyoka, ama na kitu kile ambacho kitaweza kutokea hivi leo kulingana na kisiasa. Akisema anarudi Azimio, tutakuwa hapa tuzungumzie muona ni faida gani atarudisha pale Azimio. Akisema anapaki pale pale mahali alipo, pia tutangazia hilo swala. Ila tunakwambia kwamba na kukaribisha kwa hiyo show ya siku hii ya leo. Kila siku ya wiki kuanzia mwendo wa saa 3:30 tutakuwa hapa kwenye show na kuweza kuangazia masuala mawili matatu. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi. Mwenyezi Mungu azidi kukaa pamoja na wewe, akuongoze, akulinde, tupatane tena siku nyingine. Kwa sasa nasema bye bye. Majina yangu ni Ruto Dennis. Ukipenda utaniita Kukurikuntu, nitaitika. Bye bye. See you in the next show, which is today as from 9:30 p.m. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Mwenyezi Mungu akupe pamoja na nyinyi. Bye bye. See you. Bye. Tuonane show ya leo kuanzia saa 3:30. Bye bye. By a woman. After 58 years of our independence, in May of 2021, I had the profound honor of being the first president of the Republic to commence an address with a salutation, Madam Chief Justice, when the Honorable Lady Justice Martha Koome assumed office as the first woman Chief Justice. We are also proud of the fact that Kenya's judiciary boasts a female Deputy Chief Justice, a female Chief Registrar, and many female principal judges and presiding judges across our superior courts. Going further, in August of this year, if it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman and shattering the glass ceiling by assuming the second highest office in the Republic of Kenya. So, ladies and gentlemen, if our women were part of the liberation struggle, advancing their cause intentionally is a duty that belongs to all of us. We owe it to them, we owe it to ourselves, and we owe it to our country. And I am indeed proud to have been part of this push for women leadership in our republic. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I will give a further account of how my administration has multiplied the fruits of our liberation. And I will give this account
using 4 legacy frames that have guided our execution of the mandate bestowed on us over the last 9 years. These are what I have been calling the big push investments, economic acceleration, restoration of dignity, as well as political stabilization. I begin with the first legacy frame of the big push investments, and I want to start this frame because the question many have begged is why the heavy investments in infrastructure? I have been asked severally why we have built the dams, expanded ports, built new ones, increased our road network, revived dead railways as we have built new ones. And our logic here has been very simple. It has nothing to do with what we have built, but everything to do with why we did it. The naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. I refuse to delay the dream of world-class ports and fishing support infrastructure because we wanted our fishermen in our oceans and lakes to be able to gain more from their sweat of their brow. I looked at a nation whose potential was being limited by road connectivity and vowed to open up Kenya to ourselves and also to the world. The result has been that once sleepy villages and towns across our country have roared to life and become vibrant centers for economic and social activity. The result was the appreciation in the value and utility of land in many rural and peri-urban areas, instantly elevating many thousands of homes out of poverty. Similarly, fellow Kenyans, we have learned, and that is why we say we must learn from our history, is that when the British built the Kenya-Uganda Railway, some people called it the railway to nowhere, passing through a swamp called Nairobi. But to the colonizers, the railway was not the end game. What the railway was meant to achieve was the end game. Years later, what started off being called the Lunatic Express by cynics converted a swamp called Nairobi into a mega city that is today one of the top 5 cities on the African continent. It opened up an entire hinterland running from Mombasa on the Indian Ocean to Banana on the Atlantic Ocean in the Democratic Republic of Congo. The railway had transformed the East African landscape, opening up new frontiers of trade, commerce, and urbanization. This demonstrates that infrastructure has a way of turning swamps into cities, dead spaces into high-value property, village shopping centers into huge city malls. Without infrastructure, there is no way of finding new possibilities. And that is why we made it one of our big push investments. When my administration took over the helm of leadership, we knew we had only a maximum of 2 terms to accomplish a very ambitious agenda. And the challenge was that the bar set by my predecessor, the late President Mwai Kibaki, was a high one. To face this challenge, we had to first embrace what previous administrations had done and accelerate their achievements. That was part of the big push. Today, I am proud to record that if the 3rd Kenyan administration built 2,000 kilometers of tarmac road, we accelerated this achievement by building over 11,000 kilometers, which is close to 6 times what they built.
In fact, truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. If this nation's third administration had set the bar higher, we have set the bar even higher. Mwana wonchiri. Mwana wonchiri. Mwana wonchiri uko? And the record is there for all to see. Across all 8 former provinces in each of the 47 counties, we have transformed our country 1 kilometer at a time.